Isaiah Yunge from Tanzania. Katika maisha yangu yote ya kukua yani nimekuwa nina hustle yani since day one yani. Okay. Pambano ya kuishi, kusoma pia. Kwa hiyo yeah. Okay. So kama naelekea Msoma. Nimezaliwa pale, nimeishi Magu mjini, nimesoma pale shule ya Lipungu, nikahamia nikasoma pale Nyanguge, nikamalizia Mwanza mjini Lake Primary. Kutoka Lake Primary nikaenda kusoma Orange July, shule moja kata kule Mlimani kule juu. Okay. Kutoka Orange July nikasoma nikaenda Tako High School pale Ghana. Maeneo yangu ya zamani nje ya kwenda RFA. Yeah, ndio ya. Okay. Baadaye kutoka Tako High School nikaenda kusoma IFM hapa Dar es Salaam. Nimetokea Mwanza. Katika maisha yangu yote ya kukua yani nimekuwa nina hustle yani since day one yani. Okay. Pambano ya kuishi, kusoma pia. Kwa hiyo yeah. Okay. So miongoni mwa hivyo hapo miongoni mwa vitu ambavyo ilikuwa nazungumziwa ambavyo uliongea katika hiyo interview ni kwamba ulikuwa ukichunga pia ng'ombe, mbuzi, nini. So nilikuwa naishi Magu kwa bibi yangu. Bibi yangu alikuwa analima sana mpunga. So inaitwa Sawenge Magu, watu wanafahamu kule karibia na Simiyu. Okay. Mtu wa Simiyu ule. So kwa na bibi yangu alikuwa anaishi, unajua Sumani tunaishi familia watu wengi sana, ndugu ni wengi. Okay. Kwa hiyo lazima ufanye kazi ili muweze kula. Lazima tulishe, lazima tufanye kazi. Kwa hiyo alikuwa na ng'ombe wengi sana. Alikuwa na mashamba mengi sana. Kwa mimi kwa kila siku asubuhi nilikuwa mdogo, kabla sijaanza shule nilikuwa darasa 3 nakumbuka. Naenda kuchunga ndama zile. Leka malishoni. Alafu narudi jioni kwa ajili ya kuja kumua maziwa, nazirudisha kwa mazao waweze kunyonya. Okay. Mpaka nafika kwenda darasa la 5 nikawa nachunga ng'ombe kabisa. Kwa hiyo pindi nilikuwa naacha kwenda shule, maana shule tena ilikuwa muhimu kwa sababu mimi lazima kuchunga ng'ombe. Kwa hiyo naacha kwenda shule, leo ng'ombe 200, ng'ombe 2000, kwa ng'ombe 5000, ng'ombe 2000, 3000 kwa kujukuu yani na fimbo zile, pia ng'ombe malishoni. Okay. Nilikuwa napenda kuchunga ng'ombe. Nilikuwa na ng'ombe na mbuzi. Mbuzi yani ni ugonjwa mwingine. Kuna kuchunga mbuzi sana. Majani ya viazi. Majani ya vitamu yamechanua. Mbuzi wakiwa yale majani wanakimbia yani hawashikiki. Kila siku jioni kesi nyumbani huja kesi. Bwana hao wao wamelisha majani yangu. Wewe usemi wa kulisha yani ni mbuzi wao wamekula majani yangu viazi. Okay. Kwa hiyo ni fimbo za kufa mtu. Okay. Kwa hiyo nilikuwa sipendi sana kuchunga mbuzi. Napenda ng'ombe au kwenda kwenye mpunga. Unakaa asubuhi saa 11 ndio shambani. Okay. Unaemea ndege kwenye mpunga. Ulikuwa na fimbo fani hivi ndefu unazichonga afu unachukua udongo na finje ule kule mbele. Kwa kija ndege okay unapiga unakimbia wenyewe. So it's I love haya maisha, kama maisha mazuri yani yamenifunza vitu vingi, hustle yani. Okay. Yani hivyo yani. Okay. Sasa lakini pia umesema ulilelewa na zaidi baba wa kambo, mama wa kambo. Na unajua kwa familia zetu za Tanzania mtoto wa kambo anakuwa hapati love kama ambavyo mtoto wa kawaida. Wewe ilikuwaje? Ndio hivyo, ndio asili yetu. Na malamisho niliposema kwenye Forbes yani ilileta shida kidogo, watu hawakupenda kwa sababu unajua ukishaanza kukua kila mtu sasa anataka mabaya. Future kimi wanasema mimi siongelee maisha yangu kumsemea mtu ubaya kama katendea ubaya. Ni story ya maisha yangu ambayo unajua watu wengine pia wako sasa hivi wanapitia hapo. Kwa nikisema lengo langu ni kuwafanya vijana wajitambue na wajue kwamba uko sehemu kama mimi nilikuwepo zamani, endelea kujituma, jikaze, usikate tamaa, usichukie, ni sehemu ya mapito ya maisha. Kweli nimeshika wa kambo. Kuna kipindi kama hivyo kawaida upendo haukuwepo kwa sababu mtoto wa kambo. Of course namuelewa, niliwahi kuongea naye akaniambia kwa nini hakuwahi kunipenda au aliwahi kufanya sasa baba wa kambo au kwa nini aliwahi kunifanyia alivyonifanyia ni swali nyingine. Ilipekea mimi nadhani mimi na baba yangu mzazi hatuko in good terms mpaka sasa hivi. Miaka mingi tulijokuwa na mahusiano kwa sababu baba yako mzazi. Okay, kwa mimi ni kama kuheshimu uchaguo lake, ni kama kuhasa mtaani, kama mimi sana nimewasha na mama yangu, ilikuwa ni nguzo yangu kubwa sana kunisaidia. Ilifika sehemu wakati naanza kwenda mwishoni mwa high school, wangu wa kambo ndo sasa na yeye akaona kijana kumbe ana mwanga, anataka jembe, unajua zile namfanyia tu mambo sivyo.
akaanza kurudi sasa Okay. ile kurudi kidogo wanaanza kukuelewa na kukusaidia kidogo, unajua hapa na pale, lakini damage was done, lakini Okay. maisha ambayo tunapitia. Okay. Tapkili manere negili melilo hagendo kolle gure tabutan negi bartuga otko walburie tagore tu Isaiah Yunge from Tanzania.